na na na. Andrew King and this hits on the beats of course. Asante sana Tanzania, asante sana Afrika Mashariki, asante sana Sumbawanga kwa kuweza kutegea sikio sauti hii ya DJ Malulu OG. Ni kutoka ndani ya studio za GMOG Translation Company. Na ndipo tumeweza kupata bahati ya kuweza kuletea kitu kikali hiki wanaita Kios, sehemu ya 4, ikiwa ni baada ya kuitazama sehemu ya 3 ya picha kali hii kutoka ndani ya Lagos huko nchini Nigeria. Ikiwa umeweza kuitazama sehemu ya 3 vizuri, basi utakuwa umepata mwanzo mzuri wa kuanza kuielewa picha hii, kwani tayari Aboy ameshafahamu kwamba ana uwezo wa asili wa kuweza kufanya vitu vya kimiujiza. Na hivyo wajibu wake mkubwa ndani ya nyumba bosi wake ni kutaka kumlinda bosi wake dhidi ya kuto kuangamia, kwa sababu bosi wake ana asilimia kubwa ya uhai wa ndugu wa Aboy. Hivyo anatakiwa kuwalinda, kumlinda bosi wake asije akayaga dunia. Lakini vipi kuhusiana na dada ambaye tayari mpango wake mbaya dhidi ya bosi wake ni kutaka kumwangamiza kabisa ili kuweza kumondoa na kuweza kumiliki pesa nyingi kama bilioni ama mamilioni ya pesa yaliyokuja akaunti ya bosi wake? Nani ataibuka kidedea kuwa mshindi katika jumba la kifahari la bosi wao kati ya Aboy ama dada? Twende tukaitazame sehemu yetu ya 4, ikiwa ni baada ya sehemu ya 3 kuweza kwenda mlama. Sasa hii ni sehemu ya 4 ukiwa na mimi comment wako DJ Malulu OG kutoka ndani ya studio za GMOG Translation Company, na ndiyo tumeweza kufanikisha kukuletea picha hii ikali. Come and give me kiss. Pale pale tulikoishia ndiko tunakuendelea katika sehemu hii ya 4. Tulishia ambako dada akawa anampelekea bosi kinywaji na akakaa kando kuweza kushuhudia mchezo mzima namna gani bosi anavyoondoka hapo duniani. Akawa anapiga chabo kuangalia jinsi gani bosi anavyochukua kinywaji na kukinywa na kuded, lakini ghafla Aboy alipata machale kwamba kile kinywaji si salama, ndipo akakipush kwa miujiza na kikombe kikadondoka, juice kamagika. Bosi alifoka kwamba pumbavu, kwa nini umeweka pembeni ya meza kinywaji changu cha bosi wako? Njoo ufanye usafi hapa pumbavu wewe. Bosi alifoka sana baada ya kile kinywaji kuanguka, akataka kumpiga kibao. Hii ni hatari, maana yake bosi ameokolewa kinamna. Alitoka hapo na kwenda kukaa kwa Aboy, akamwambia sogea kidogo hapo. Sasa Aboy ikabidi mwambie bosi wake kuhusiana na issue ambayo inaendelea kuhusiana na dada. Akamwambia bosi, na kitu nataka nikwambie kuhusiana na dada. Akamwambia unatakiwa kwa makini kwa sababu simwamini. Lakini bosi alimfoka na kumwambia funga bakuli lako kabla sijakubamiza. Aboy, uko sawa kweli wewe? Okay, kwa sababu nimekuajiri, unataka kunipangia kila kitu ambacho natakiwa kufanya kwenye hii nyumba, si ndio? Dada nimemwajiri miaka 6 iliyopita na bado ananitumikia. Wewe nimekuajiri tu miezi 2 tu iliyopita, leo naambia kwamba niwe makini naye eti kwamba humwamini. Iwe mwanzo na mwisho kuweza kutamka huu pumbavu tena na kunipa onyo zidi ya mtu yote hapa ndani. Kwanza nipishe pumbavu wewe. Nasema toka. Mshenzi kabisa wewe. Na usisahau natakiwa mjiandae kwa sababu kuna sehemu natakiwa tuitembelee. Mshenzi kabisa wewe. Hebu angalia hawa vijana. Bosi ni mkali kiasi kwamba mpaka watu humu ndani hawaelewi kitu gani ambacho wakifanya, kwa sababu bosi haeleweki. Sasa Aboy bwana akawa ameingia chumbani, nasikitika sana. Mtu ambaye amepewa mlinde bwana ni mtu ambaye haelewi. Anakumbuka aliambiwa kwamba anatakiwa mlinde kwa sababu atakapoondoka ama kuanguka ataanguka na kila mtu anayekuhusu. Sasa Aboy akawa amechanganyikiwa, atamlinda vipi huyu mtu? Bwana, hii picha ni kali sana kutoka ndani ya studio za GMOG Translation Company. Na upo na mimi DJ Malulu OG kama dawa tunalisongesha kama hivi. Sasa kuna siku bwana White Man akiwa anachunguza vyumba kumtafuta Aboy, dada ama bosi wake, akakuta kwamba hakuna mtu hapa ndani. Sasa akanachungulia na kuta kweli chumba, kila chumba kiko wazi. Akasema sasa hii ndo nafasi yangu sasa ya kuweza kujidai. Akasema yes. Sasa kavuta waya akamvutia mpenzi wake ambaye alimwacha huko kijijini. Akawa anaongea na Angel. Akanasema ulinikataa kwa sababu nilikuwa sina pesa. Unajua nini? Sasa mimi ni kijana wa moto sana hapa mjini. Nina kila kitu. Nina kitu kinaitwa pesa. Na Angel, mimi ni mtu ambaye nimepanga kwenye gorofa kubwa. Unaweza ukaja? Okay. Nitakusubiri sana. Nitakutumia address
ili uweze kufika. Akasema okay, manake hapa bwana White anamuita mpenzi wake ambaye alimwacha kwa kijijini anaitwa Angel. Punde si punde bana akamemfungulia na Angel akameingia hapa ndani. Akanasema Angel my love. Yeye ni kitambo sana hatujaonana. Anataka kumwao lakini Angel anakataa. Karibu kwenye gorofa langu mpya tulivu kama mnavyoliona. Binti akauliza hii ni nyumba yako? Jamaa akasema asamamba kana brandi kwamba unashangazwa na huu uwekezaji mdogo ambao nimeufanya hapa. Mimi namiliki pesa wewe, sasa hivi namiliki keshi. Nazunguka kila sehemu. Sasa hivi namiliki nyumba kila sehemu. Ni na nyumba huko Ikoe Island, VGC, VI na kuna siku nitakupeleka UK ukaiangalia nyumba yangu. Angel usiwaze, nitakuchukulia uangalifu sana. Na kuhusu pesa usijari, njoo tukae kwanza hapa tuzungumze. Bwana, huyu jamaa alijimaliza kwa demu kiasi kwamba kama ingekuwa ni nyumba yake sijui kama ingekuaje. Alipiga story na demu kiasi kwamba akawa anamwambia kwamba mwili wako unanishtua kila muda, kila saa, kila sekunde nikikuona Angel unanivutia kwa kweli. Anyway, akawa anamwambia kwamba kabla tujaendelea na kila kitu naomba uniambie unatumia kinywaji gani hapa? Angel akajibu kwamba nitakunywa kinywaji chochote ambacho ni laini. White akasema basi hakuna shida. Nisubirie kama sekunde moja hivi alafu nakuja. Sasa wakati Angel amekaa hapa, boss mwenye nyumba akawa ameingia. Anashtuka na kukutana na mtu ambaye amelewa chaka haelewi. Boss anatembea ni kama analazimishwa, anaenda mbele anarudi nyuma. Hii ni maajabu. Akawa ametembea mpaka ameenda kukaa karibu na Angel. Oh, Jesus Christ. Anaangalia pembeni huko anakuta kuna piskali imekaa kando yake. Akasema, binti mzuri. Oh my God. Akana mshikashika akasema excuse me, ni kama sikuelewi hivi. Angel kama elewi. Sasa jamaa ndo akazinduka. Unaomba excuse? Yaani excuse kwenye nyumba yangu? Kwanza nani amekuleta hapa? Hapa nimeletwa na White mwenye hii nyumba. Cheupe. Yaani White ambaye ni kijana wangu wa kazi ambaye namlipa shilingi 3500 kwa mwezi. Unasema hii ni nyumba yake? Angel akawa anasema kwamba sitaki lawama na wewe ila nitamlaumu White. Samahani. Boss akabaka anaongea mwenyewe kwamba yani White anamleta mwanamke ndani, sasa anakuja kunitukana kwenye nyumba yangu mimi mwenyewe. Sasa bwana White akawa anatoka na glasi mbili za juice, akawa anaimba Angel my cute potato. My favorite girl. Anamsifia sana pale. Sasa aliposhika kiuno akasema subiri kidogo. Mbona kama umekuwa mnene hivi? Na sio kawaida yako. Akasema okay, basi labda sikukuona vizuri wakati unaingia hapa ndani Angel. Sasa jamaa akaanza kumpamba akifikiri kwamba anampamba bosi wake, anampamba Angel. Kumbe anampamba bosi wake. Sijui kama alikuwa hajamuona hivi. Unajua bana. White bana sometimes macho yake hayaoni vizuri. Kwa kana hisi kwamba anaongea na Angel, kumbe anaongea na bosi wake. Akamwambia twende ndani basi bwana tukapumzike. Akasema umenielewa, inuka twende. Sasa boss naye akajifanya kama ndo nani? Ndo Angel. Akaanza kudingua pale, akambeba, wakawa wanaingia chumbani. Bwana boss naye akajilegeza. Akawa anampamba. My favorite girl. Bwana boss akawa ametangulia. Cheupe kana anamwambia nyimbo za mahaba na nini? My toy tomato Angel. Akana msifia vitu kaza. Kana test namna gani atakapokimbiza. Wakana ingia chumbani fresh tu. Sasa sijui ya kumuona fresh. Baada ya kufika chumbani, badala ya kusikika sauti za mahaba, badala yake kilisikika kipigo. Ni shoti kwamba White aliminywa na bosi wake. Wakati huo Aboy akawa anaingia na dada, nadhani walikuwa wameagizwa sehemu. Sasa boss alivyowaona akawa anawakaribisha kwamba karibuni tena. Na nilikuwa nimekunywa ndio maana niliwacha location. Lakini akamwambia boy, unaweza ukashuka chini kule ukaangalie maji kwa sababu yameisha kwenye freezer. Hakikisha unachukua hata dumu 3 kwa ajili ya tupate maji hapa ndani. Akawa amekuja dada amekaa na bosi wake. Kana mwambie unajua nini? Uwezi kuamini ni kitu ambacho nimerudi hapa alafu nimekikuta. Nimekuta White bana amemchukua mwanamke amemleta hapa ndani. Umeona? Sasa wakati wanaongea kuna message iliingia kutoka kwa pilot, akawa anamwambia dada kwamba nipo njiani na kuja. Sasa dada akawa anajibu SMS kwamba okay, fanya haraka. Boss akawa haelewi, anafungua television kuendelea kufuatilia mpira. Punde sio punde kuna gari likawa limesimama nje na nyumba. Na wakati huo Aboy alikuwa anatoka. Na kichwani bado alikuwa amevaa headphone. Kwa hiyo hakufuatia sana kuhusiana hilo gari. Walishuka njemba mbili zilikuwa zimeshikilia bastora, zikakok, alafu zikaanza kuingia ndani.
Jamaa aliangalia huku na huku, akaona kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anafuatilia. Walikuwa makini vibaya mno. Wakati huo dada alikuwa amekaa na bosi wake wanaangalia mpira. Jamaa alinyemelea mpaka wakaingia ndani. Sasa huku bosi bana akawa anashangilia mpira. Mara ghafla mlango ulivunjwa na zikaingia njema mbili. Wote mkae chini na leta kila kitu ambacho mnacho. Bosi akamwambia chukua kila kitu ambacho unaona kiko sawa. Lakini Waisecha akaona hakuna cha maana, akasema lete simu yako usinitanie. Lete simu yako. Bosi akachukua simu akampa, akamwambia toa lock. Ifungue. Ifungue kabla sijakushoot. Bosi akanafungua kwa wasiwasi. Akafungua ile simu na akamkabidhi. Ikabidi jamaa aondoke. Lakini hao jamaa wakafanya mawasiliano kati ya dada na pilot. Hakutaka kuondoka hivi hivi. Alikuwa kibastora alafu akawasha. I'm sorry. Sasa nani amewashwa risasi kati ya dada ama bosi wake? Hiyo ilikuwa ni episode ya 4 katika kitu wanaita Kias sehemu ya 4. Na sasa imegonga besera. Na mwisho wa episode, na sio mwisho wa episode zote, bali ni mwanzo wa episode nyingine inayofuata. Nikuombe uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kujipatia mwendelezo wa picha hii mara inapotoka. Wakati huo wote ulikuwa nami DJ Malulu OG kutoka ndani ya GMOG Translation Family. Wananita jogo la shamba linalowika mjini. Twende sawa mpaka tamati ya picha hili. Na hili hapa ni dude lingine pia ambalo nalo pia ni kali. Yaani hii hapa unaweza kuifananisha na hiyo ambayo tunaitazama kwa sasa. Yaani hii picha imechezwa kistar na mastaa ambao wamebobea katika film. Ni story ambayo inahusiana na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mbabe sana. Ambaye jamaa alikuwa anatumia nguvu za giza. Alikuwa anapenda kwenda kijiji cha jirani na kwenda kuchukua watoto kwa ajili ya kufanya mambo yake ya nguvu za giza. Sasa wanakijiji walikuwa wanaishi kwa wasiwasi sana. Kiasi kwamba alikuwa akiingia hakuwa na sali ya mtume. Kila mtu aliingia ndani na mtoto wake. Alikuwa ni nyamela kiasi kwamba alikuwa ni mbabe. Yaani sio mbabe tu. Yaani alikuwa na nguvu za kimwili lakini pia nguvu za giza. Yaani alikuwa akitoa sauti mpaka ndege wanakimbia. Watu walikuwa kimuona bwana wanaingia ndani. Kwa hofu wanaanza kuweseka. Alikuwa anaita watu wote watoke nje wakiwa na watoto wao. Lengo ni kutaka kuchagua watoto ambao anaweza kaondoka nao. Hili ni picha sio picha ya kukosa kwa sababu ni picha ambayo pia imekwenda shule. Nitaisimamia mimi mwenyewe DJ Malulu OG ambapo ni kutoka ndani ya udhamini wa GMOG Translation Family ambapo tutakuletea kidude hiki hapa. Ni picha ambayo imebenza katika sehemu zote. Watu walikuwa wanaanza kutoka kwa wasiwasi kuja kwa mwamba. Ni mwamba. Ukisikia mwamba ni mwamba kweli, yani ni njemba la kutisha. Hii itaanza kuruka Jumamosi ambapo nitasimamiwa na mimi mwenyewe DJ Malulu OG kutoka ndani ya GMOG Translation Family. Usikae mbali, hakikisha na subscribe ili uwe wa kwanza kuipata movie hii mara itakapoanza kutoka. Twende sawa mpaka tamati.